Kama tumevyosema mara kadhaa ni kwamba kaburini si sehemu ya mawaidha, na kwa sababu pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii ni mawaidha tosha, kafa bil mauti wa'idha, imetosheleza kwamba mauti ni mawaidha tosha, na hii si sehemu ya mawaidha. Lakini huwa inafanywa kwa mlango wa kwamba ni jambo la dharura na limehitajika, kwa sababu ya ile ghafla inapatikana, na kuna baadhi yetu hatupatikani isipokuwa sehemu kama hii. So kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba amejalia process ya ndugu yetu kufikia sasa imeenda vizuri kwa taufiki yake. La pili, ninatoa shukrani kwa kila mtu ambaye kwamba amesimama na ndugu yetu kwa hali na mali mpaka amefika sehemu kama hii. Alipokuwa yuko Kenyatta kuna wale mandugu walikuwa wakimtembelea, na hizi ni katika zile haki Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni 5 ama 6. Miongoni mwa haki zake ni kwamba anapokuwa mgonjwa unamzuru. Kwa wale walikuwa wanamzuru, wallahi wewe ulitekeleza haki yako juu ya ndugu yako, rafiki yako. Kwa wale wengine ambao kwamba tumeweza kushiriki katika mchango bili mpaka ikawa cleared na hii fursa nzima, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Na hiyo ndio ndugu. Lakini kabla niendelee, kuna brother Abubakar alikuwa na maneno mazuri sana, alikuwa anatuambia na ndio reality. Wallahi ningependa tu mumsikize kwa dakika 3. Brother Abu, alaikum salam. Wa alaikum salam. Karibia hapa mbele bro. Allah ametujalia tumeweza kutimiza ile muhimu ambayo ni haki ya ndugu yetu, na mimi na huzuni sana kwa roho yangu, na Anan amenifunza lesson, na hope lesson hatutalearn kwa mtu yote mwingine. Anan amekuwa na dhiki, Anan amekuwa Kenyatta mara mingi, mpaka leo naambiwa na mmoja wao manini huko Kenyatta alikosa mpaka mtu akumpea uji tu. Imefikia hapo wazee mpaka na uzaje madereva si wa nduthi. Itafikia hapo kesho mimi nikipata ajali mtakuja kuniona. Itafikia ni hapo nitakuwa tu nakula dhiki peke yangu. Sasa ingine mtu anaweza kuwa ile maradhi alame mjalia inatibika, lakini aka lose hope kwa sababu ya nini? Alikuwa na marafiki, saisa ya dhiki at his darkest hours au ni marafiki. Waislamu tukumbushaneni ibada. Swala majengo kwa vijana sasa imekuwa ni tatizo sana. Kwa nini? Tunasikia adhan tunapuuza, tuko base tunakumbushwa tunapuuza. Hii swala ndio tukifaulu, wallahi kila mtu amefaulu kitu yote ingine ya akhera, lakini swala ikiwa haijafaulu. Kumshaneni swala, turudini kwa ibada. Tuache vile tunaitana sherehe mingi na maharusi na nini. Tuacha tukimbizane hivyo masjid. Mimi kusema ukweli Anan pale amefikia haijakuwa rahisi kwake ndo kuja kukutana na mauti yake. Mimi nimefeel tu ni dhiki amepitia. Na ningeomba isikuje tena ati kuna information ya mtu wako Kenyatta, hata kama ni wanduthi, bora ni wa mtaani, information itembe kila mahali. Na kuna watu wamekuwa kimisinform watu wengine ati mara Anan ametoroka hospitali. Hizo information rumors hatutaki. Kama una information correct ya haki, kimya. Guessing kwa Uislamu haram, haifai. Kwa hivyo kama una kitu yote ya maana kusema mzuri, kimya. Ni sunna pia kukaa tu umenyamaza. Kwa hivyo inshallah Waislamu, wacheni iwe ni lesson yetu ya mwisho tunalana. Usikuje kutakuwa na ndugu yetu yoyote katika sisi, na hata wale hawako hapa atapata dhiki na anakula dhiki peke yake. Alafu sisi tunaleta msaada kubwa, sasa tunamuingiza shimoni. Akiwa alikuwa anatuhitaji, alitaka hata mtu tu akukaa naye hospitali amlishe tu. Amlishe tu. Hata kama ungechukua masaa mingi umlishe tu, angalau siku ipite. Kama sasa singelishwa na mmoja wetu, ndio hivyo siku ingeisha chakula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mabrada, la nilitaka itoke kwake yeye mwenyewe kwa sababu ya ile Waswahili wanasema nizike ningali hai. Ini Waswahili wamesema out of ni kwamba ilikuwa ndani ya dini. Ndani ya dini ilikuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi kusimama na ndugu yangu katika dhiki yake mpaka akaweza kutimiza haja yake inapendeza kwangu kuliko jambo lolote jua imechomoza juu yake. Yani imependeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimama na Muislamu mwenzake wakati wa taabu zaidi ya anything else in this world. Yani anaweza wacha sherehe yoyote,
anaweza wacha furaha yoyote, anaweza wacha jambo lolote. Kwa sababu gani? Ya kusimama tu na ndugu yake Muislamu. Alhamdulillah, kuna wale mabrother walikuwa wanamtembelea Hanana hospitali. Hata Abu Najma siku moja alipobadilishwa ward, alinipigia akaniambia, ambia fulani na fulani, ule brother alikuwa anamtembelea saa hii uko ward fulani. Na Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Wallahi, na labda kwa sababu yenu ndio wengine wetu adhabu haijatufikia. Na ndio wengine wetu Mwenyezi Mungu ameturahamu. Anga wengine tulipoghafilika, kuna watu ambao kwamba alhamdulillah walisimama. Lakini mimi ni challenge inaitoa kwa rafiki. Wallahi sawa, kila mtu mwingine alighafilika, lakini watu ambao kwamba tulikuwa tunafanya job pamoja, wale ambao kwamba tulikuwa ni marafiki, wallahi hauna udhuru. Mlikuwa mko pamoja na mtu. Na hii story ya huyu dem mimi nitawakumbusha kwa sababu gani? Ndio reality. Udema alikuwa anaishi Majengo, mimi nilikuwa namjua vizuri. Huyu namzungumzia, amezikwa hapa, Allah mrahamu. Wallahi tulikuwa tunamtembelea Kenyatta. Tena sisi ni ile tu tumejiunga group, hebu tuendeni Kenyatta randomly tukatembelea wagonjwa wote. Unafika unamuuliza, tangu last time tulipokuwa hapa, na hiyo ilikuwa 2 weeks ago, nani na nani wamekaa kukutembelea? Wallahi anasema hakuna. Tunaenda tunapiga wiki 2 tunarudi. Tunamuuliza nani labda amekuja, ile tu story na mgonjwa. Kuna msee labda amekuja nini vitu kazi zile. Utarajia atasema hapana. Unatarajia atasema fulani alikuja fulani. Anasema wallahi hakuna. Amir akaenda akaambia ile group nyingine ya wasichana, kuna dem yuko kule Kenyatta, endeni mkuu mnawatembelea wale Crown Project. Sasa tukienda baadaye tunauliza, kuna mashallah kuna watu wamekamkam, anasema kuna wasichana wengine wa niqab walikuja hapa, au peke yao ndo wamekuja kunitembelea. Ikafika wakati ambao kwamba ikakuwa kuna restrictions za kutembea hospitali muda mrefu, ikapita huyu dem akafariki. Wallahi siku ya kufariki yake ungeona vile mashallah watu walikuja, na ni wakati wa corona. Mpaka unakuja unajiuliza tulikuwa wapi? Kwa sababu tangu tuache kumtembelea, wallahi mpaka amekuja kufariki hakuna mtu ameenda. Na mwingine ambaye kwamba alikuwa anaitwa Amina pia, same applies. Yule daktari ile siku ya kwenda tukisema tufanye haraka, mimi nakumbuka alitusomea. Tulikuwa na wewe. Alisema mnasema haraka saa hii, alipokuwa yuko hapa ndani hiyo haraka mbona hamkuileta? Anasema ilibidi mpaka madaktari saa zingine wanasema huyu msichana ameugua na uchungu, no one comes. Hiyo siku tunaambia daktari tuharakishieni tukamzika, anasema fungeni mdomo msituambie kitu. Msai msilete haraka yenu, na huyu msichana amekaa hapa muda mrefu sana. Hakuna mtu tulimuona. Hiyo haraka mngeleta wakati hiyo ingekuwa vizuri sana. Na hii inatuonesha nini? Undugu wetu ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia, tunahitaji kuirevive. Na challenge kubwa inakuja ni wakaribu wa watu. Mimi nikiwa niko na shida, si rahisi kila mtu kujua, sio? Lakini kuna group ya watu hawatakosa kujua. Kama vile wewe ukiwa na shida, mimi hapa si rahisi kujua, lakini kuna group ya watu hawatakosa kujua. Na ndio hiyo, unajua ndugu yako wako na shida, itimize ama tafuta mtu ambaye kwamba atasimama na yeye. Ya mwisho ndugu zanguni, na nasema hivi kwa sababu nazungumza na wanaume. Watu wa Allah aliposema rijalu qawamun, wanaume ndo wasimamizi wanawake, aliwapatia sehemu ya guardian, walinzi wenye kuangalia. Wanawake zetu wakati wa matanga wako na a lot of emotions, na saa zingine tunafanya aibu. Leo tulikuwa tunapigania maiti. Wallahi aiban ala almuslimin. Aibu kwa Waislamu. Sisi tunapigania maiti, anatusaidia na nini? Na ni mtu kujua sehemu yake kwa maiti. Na ndio pale tunaambiana nini, hata kama ni watu wazima tunaweza soma dini. Leo kuna mtu atakaa ndani ya familia yangu akidedi hivi, mimi sina usemi. Kama sina hadithi ya Mtume ni ninyamaze na ningojee kupangwa, na ni familia yangu. Akidedi dadangu, babake ana usemi kuliko Ibrahim, labda tu akose sehemu ya nini, akose katika sehemu ya dini, nitasimama nimwambie hapana baba, ni babake, lakini hapana. Unaona? Lakini sisi wakati ambao kwamba mtu amefariki ndo tunampenda sana, tunapigania, tunaharibia sifa dini ya Allah. Na wanaume wa family ni kazi yetu wallahi kuhakikisha